Sisi tupo kwenye imani. Kwa imani yetu haikuletwa na wazungu. Imani yetu ililetwa na mwanaume mmoja, Yesu Kristo. Kwa sisi hatupo kwenye dini, sisi tupo kwenye ufalme. Hakuna ufalme ulioletwa na mzungu. Ufalme uliletwa na mfalme. Na kitu cha kwanza alichoanza kukihubiri, alianza kusema tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Manake alikuwa anajizungumzia mwenyewe. Kwanza, kuanzia leo ninawaambia badilisheni mtazamo wenu, kwa sababu kwa mara nyingi na mara zote mmetawaliwa na ufalme wa dunia hii, lakini niko hapa kuwaletea mfumo mpya ambao unatakiwa kuwaongoza. Huo mfumo ni mfumo wa kimamlaka. Huo mfumo sio mfumo wa dunia. Msidhani ya kwamba serikali yangu ina rais na waziri mkuu. Serikali yangu haina rais wala waziri mkuu, lakini serikali yangu haishikiki wala haionekani kwamba inakuja kutokea magharibi au inakuja kutokea kaskazini au inakuja kutokea juu au kutokea chini, kwa sababu serikali yangu iko ndani ya kila mtu atakayeniamini mimi. Yeyote atakayeniamini mimi, Baba, mimi na Roho Mtakatifu tunakuja kufanya makao ndani yake, na tukishafanya makao ndani yake, huyo mtu anaitwa sura ya ufalme. Mahali popote atakapokanyaga ni ufalme wa Mungu utakuwa umekanyaga. Mahali popote atakapoinuka ni ufalme wa Mungu utakuwa umeinuka. Manake yeye anakuwa ni the embodiment of the kingdom of God, where sovereignty dwells, where divinity has finally met humanity. Mahali hapo ndipo ambapo mimi nitakaa. Kwa hiyo Mungu anakaa mahali penye sura ya ufalme wake. Ni mahali gani penye sura ya ufalme wake? Ni wewe. That is the gospel, and that is the system that we have.